ardhi imenenewa na Bwana. Ni kweli. Nimetunza yale maneno. Amina. Nimetunza yale maneno. Amina. Kila unapokwenda ile neno linakufuata. Mungu akamwambia Kaini, ndio damu ya ndugu yako. Amina. Yani niliyatoka ardhini. Amina. Ardhini. Maana ardhi imeza damu. Ni kweli. Ya Habili. Na ilipomeza damu, ndio tayari kinywa cha ardhi ndio kikawa kinatoa sauti. Amina. Ya ile damu. Ndio Mungu anamwambia Kaini, damu ya ndugu huyo, amina, ambayo umeimwaga ndio inatoa sauti. Amina. Kutoka wapi? Ardhini. Ndio. Kwa hiyo ndio kwa sababu hiyo sauti unasikia. Amen. Inagusa mpaka kwenye mbingu. Amina. Utakuwa mtoro kabisa. Utakuwa na kikao na mtu kabisa. Na jinsi atakapokwenda ndio kila atakaye kuona, amina, atakuwa. Amina. Sema amen. Utailima ardhi hii ndio haitakupa mazao. Amina. Ukifanya chochote ndio kwenye ardhi inatoa sauti ndio hautafanikiwa. Amina. Sasa sauti inayotokea kwenye ardhi, sauti sio sauti njema kwa ajili ya Kaini. Amina. Ni sauti inayoashiria mabaya. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu ambao alizozao ndio zinatoa sauti mbaya kabisa kabisa mahali pa biashara zao. Amina. Mahali pa kazi zao. Amina. Mahali pa ujenzi wao. Ndio. Mahali pa shamba lao. Amen. Hali zinatoa mlio mbaya. Hali hiyo inachafuka mlio unapotokea. Unajikuta mambo yanabadilika kabisa kabisa. Unajikuta vitu vinaharibika. Sababu iko sauti inatokea kwenye ardhi. Ndio. Inapotoka ile sauti inagusa na mbingu. Amina. Tayari wewe unaanza kutembea chini ya magumu. Amina. Kwenye ukame. Amina. Kwenye changamoto. Ni kweli. So hujui namna kuisemesha ardhi. Amina. Na tangu umehamia hapo ndio kwa sababu ya kukosa maarifa ndio neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia ndio kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa sababu tangu umehamia kwenye ile eneo, yes, kwenye ile shamba ndio, kwenye ile nyumba, amina, kwenye kile kijiji ndio, kwenye ule mkoa, amina, hujawahi kuongea na ardhi kabisa kubadilisha chochote kilichowekwa kinyume cha hata siku moja. Kama aliyotangulia ndio walisema yote atakaye kuja kwenye ardhi hii ndio akutana na mashambulizi ya magonjwa ndio ninapatilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amina. Kwa kushika udongo huo, amina, napatilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amina. Badala ya magonjwa, yes, iwe afya. Amina. Iwe afya. Iwe afya. Ninapatilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ardhi hii, amina, haitapaki imechanga. Amina. Ardhi hii ndio haitazuia kibali. Ardhi hii ndio haitasababisha ndoa kuvunjika. Ardhi hii, yes, haitasababisha nguvu kusamehewa. Ardhi hii ndio haitasababisha vitu kuharibika. Amina. Kila nitakapofanya, yes, chochote lolote kwenye ardhi hii, yes, nitaitika. Amina. Nitakubalika. Amina. Nitastawi. Amina. Nitafanikiwa. Na kila nitakapokanyaga mahali pa ardhi hii, baraka zitanijia. Mafanikio yataendelea. Usawi utamjibiria. Na kila nitakapoweka mkono wa kushoto, yes, na mkono wa kulia, nitaziona baraka. Amina. Nitaona mafanikio. Nitaona mafanikio yatakuja juu yangu. Mafanikio yatakuja juu yangu. Usawi utakuja juu yangu. Ardhi nitakuwa baraka kwangu. Ardhi itakuwa mafanikio kwangu. Sauti zote zilizokuzuia ndani ya ardhi zizimike, zote zizimike. Amina. Tunawezesha ardhi hii, yes, sauti ya mamlaka ya kukanyaga na nyoka kabisa, na nguvu zote za maadui zote, kama ziko madhabahu ziko chini ya ardhi zote zivunjike leo. Amina. Upande madhabahu ya Mungu, yes, kwenye ardhi za mahali pa biashara, amina, kwenye mahali pa biashara yako, uipande madhabahu ya Mungu. Tumareto taziona tena, magonjwa utaona tena, kusema madhabahu inayotawala hapo, yes, ni madhabahu inayonena mema juu yako. Ni madhabahu inayonena mema juu yako. Ukiona unafanya vitu havifanikiwi, unafanya vitu haviendi, ujue iko sauti iliyopo maeneo hayo inayonena kinyume chako. Ujue iko sauti inayotoa mlio mbaya kinyume cha maisha yako, na hali ya hewa yako inachafuka. Pindi mlio wa sauti huo unaposikika,
unaposikika wakati natangaza kongamano hili la ukombozi wa ardhi, nitamwambia Mungu, tumefanya sana ibada za ukombozi wa ardhi sana, lakini nahitaji ufunuo Bwana unaohusiana na siri ya ardhi. Nijue ardhi mwanzo mpaka mwisho, kilicho juu na kilicho ndani, kwamba kuna vitu vinaishi juu ya ardhi na kuna vingine vinaishi ndani ya ardhi. Kuna madhabahu zipo juu ya ardhi na kuna zingine ziko ndani ya ardhi. Kuna matambiko yako juu ya ardhi. Kama kuna kilio cha mwanamke, kama kuna kilio cha mwanaume kinachotokana na ardhi ya chimbuko ya mahali ulipozaliwa, kinachotokana na ardhi ya chimbuko ya familia yenu ilipoanzia, Mungu amenambia leo, Mungu amenambia leo, chimbuko la kijiji chenu litashughulikiwa. Litashughulikiwa. Ile shina la babu yako, ile shina la bibi yako, leo litashughulikiwa. Halafu matawi ambayo ndio wajukuu, ambao ndio vijukuu, ambao ndio vilekwe, itaanza kustawi. Kwa sababu shina tayari limestawi. Tayari shina limestawi. Mungu akaniambia dili na shida. Kwa hiyo ibada hii tutasafiri. Ibada hii tutasafiri mpaka kule kijijini tulikotokea. Ibada hii tutasafiri mpaka kijijini tulikozaliwa. Kama kuna sauti lineno wakati unazaliwa, unacheka upande huo. Kama kuna sauti litamka wakati unazaliwa, kwenye ardhi ya mahali ulipozaliwa, kwenye ardhi ya mahali ulipozaliwa, nasema ile sauti, ile sauti leo haitakuwa na nafasi, haitakuwa na uhalali. Mbingu zimefunguka sasa. Naona anga limechafuka. Naona anga limechafuka. Anga la maadui zako limechafuka. Anga la maadui zako limechafuka. Nasema anga limechafuka. Nasema anga limechafuka. Shina la kijiji chenu lazima likamatwe. Lazima likamatwe. Kama kuna sauti naongea juu yako, kama watu wako mtabaki vile vile, kama watu wako mtabaki hivyo, kama yako kufanikiwa na wengine hawatakiwa fanikiwe. Ile sauti unamshikilia babu yako, ile sauti unamshikilia bibi yako, utapoteza walai kwenye anga la ukoo wenu, kwenye anga la familia yako. Nasema leo utapoteza walai. Ile sauti ya mchawi inayotamka kijijini, inayotoa mlio kijijini, leo itapotea. Mungu akanambia mambo matatu yafanyike. Mambo manne yafanyike. Jambo la kwanza, jina la Mungu wako. Kama leo ulitamke mara 7 ili lipate uhalali zaidi ya mashina ya miungu kwenye ukoo wenu, kwenye familia yenu. Jambo la pili, damu ya Yesu lazima itamkwe mara 7. Lazima itamkwe mara 7 ili nene mema zaidi ya mabaya. Ili nene mema zaidi ya mabaya. Jambo la 4, lazima madhabahu itamkwe mara 7. Madhabahu ya Mungu na mtu ipate uhalali kurejesha. Jambo la 5, lazima utamke jina la kuhani mara 7. Kuhani unayemwamini utamke mara 7. Kwamba makuhani hata wakisimama wakichawi, wakati wa ishara kinyume cha maisha yangu, neno la nabii, neno la kuhani linapotamka juu ya mema juu yangu, linapotamka mema juu yangu, yale maneno makuhani yote, yale maneno makuhani wa kiganga, yale maneno makuhani wa kushirikina, yatawazunguka na kupotea na kuishia kwao. Hayatafanya kazi. Hayatafanya kazi. Hayatafanya kazi. Kama alikuwa nitamka maneno nakuja kama mshale kuyasiri maisha yako, leo yale maneno tunayapindisha na mnayo. Tunayetamka atazunguka.
na mwisho siku yatafanya kazi kinyume chao. Yatawaumiza wenyewe, yatawaasi wenyewe, yatakuwa juu ya vichwa vyao. Sema amen. Sema amen. Mambo manne Mungu akasema lazima yafanye. Watu watamke mara 7. Kwa nini mara 7? Akanambia kuna Mungu anaweza kanafanya kazi Jumatatu, anafanya kazi Jumanne, anafanya kazi Jumatano, anafanya kazi Alhamisi, anafanya kazi Jumaa, anafanya kazi Jumamosi, na anafanya kazi Jumapili. Anake siku 7. Kuna Mungu anaweza kakaribishwa kwenu. Amepewa halali kwenu ili atawale kizazi chenu, atawale na kumiliki familia yenu. Mkiamka Jumatatu, yule Mungu anatawala maisha. Mkiamka Jumanne, yule Mungu anatawala maisha. Mkiamka Jumatano, yule Mungu anatawala maisha yenu. Mkiamka Alhamisi, yule Mungu anatawala maisha yenu. Mkiamka Ijumaa, yule Mungu anatawala maisha yenu. Ukiamka Jumamosi, yule Mungu anatawala maisha yako. Ukiamka Jumapili, yule Mungu anatawala maisha yako. Na anapotawala maisha yako, kama sio Mungu aliye hai, maana yake anaondoa kiu ya baraka za Mungu. Anaondoa kiu, ya ustawi. Anaondoa hamu ya kumcha Mungu. Na kumtumikia Mungu. Na kumwomba Mungu. Anaondoa na kumtumikia. Anaondoa na kumtolea Mungu sadaka. Na kujitoa kwa ajili ya Mungu. Anaiondoa na wewe kuwa ibada kwa Mungu. Ile hamu ya kuwa ibada inakata kwa Mungu. Aliyehalalishwa na babu yako. Aliyehalalishwa na bibi yako. Wale mabibi na mababu walioanza kuzaliwa kwenye chimbuko lenu walihalalishwa na Mungu. Sasa kuna mtu mwenye maarifa kwenye familia yenu aliyewahi kumkosesha uhalali yule Mungu wa kwanza wa ukoo na kuleta Mungu Kwa nini nimesema wa kwanza? Sina maana wa kwanza kuwepo, nina maana wa kwanza kutumikiwa. Mungu alianza kutumikiwa, sio Mungu mbinguni. Kuna watu nataka mpate walewa katika. Mungu alianza kutumikiwa kwenye kila ukoo, sio Mungu wa mbinguni. Mungu alianza kutumikiwa kwenye kila ukoo, ni Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni. Sema mizimu. Sema mizimu. Kama unapiga, kamulize babu za babu yako. Kamulize babu za babu yako. Kwamba uli mtumikia Mungu gani? Atakwambia. Kaulize babu za babu yako na za babu. Atakwambia kwamba Mungu toka tunamtumikia alikuwa kwenye ile mti. Alikuwa kwenye ile jiwe. Alikuwa kwenye ile mlima. Alikuwa kwenye ile mto. Ndio Mungu wetu aliyekuwa tunamtumikia. Tukitaka kulima mashamba, tulikuwa tunapeleka mazao pale kwenye madhabahu. Kwa hiyo Mungu kumwambia Mungu abariki kazi yako. Sema amina. Tunapotaka kuolewa, tulikuwa tunaenda kutambika kuruhusu kwamba Mungu tunaomba mtoto wetu afanikiwe. Huko na kwenda. Kwa hiyo kwenye kila ukoo Mungu aliyepewa halali wa kwanza kwenye ukoo sio Mungu wa mbinguni kabisa. Tunajua. Wengine ndio mmemhalalisha Mungu. Ndio mwaka huo. Hiyo miaka mingine anahalalisha nani? Mzuri au mzuri. Na taarifa mbaya au mzuri. Sema tena ardhi. Sema ardhi. Kiroho inaweza ikasemeshwa. Na ikasikia. Kile ambacho imeambiwa na kutekeleza. Kitabu cha Yeremia sura 22 29 hadi 30. Ardhi zinaweza ikaambiwa. Inaweza ikaambiwa chochote. Ikasikia. Na kishasikia kinachofuata ardhi inatekeleza. Ardhi na hiyo tabia. Tabia ardhi ni kusikia na kutekeleza. Sasa Yeremia 22 19 hadi 30. Maandiko yanasema, ndio, ewe nchi, ewe ardhi, ardhi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi. Andikeni habari za mtu huyu, kwamba hana
watoto, kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Maana hapana mtu katika watu ndio atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Amina. Hali zinasemeshwa. Ndio. Inasemeshwa. Ewe Aris. Nisikie neno la Bwana. Ni Bwana yupi? Shamame. Amen. Bwana mtu anayenena. Amina. Bwana mtu anayeongea. Amina. Naweza kawa ni mshirikina. Ndio. Huyo Bwana anayeambiwa sio Mungu. Ndio. Ni Ibilisi. Amina. Ni Ibilisi. Amina. Naweza kawa ni mchawi. Ndio. Bwana amesemesha Aris. Amina. Aris ambapo unapoishi. Ndio. Kwamba ewe Aris. Ndio. Ewe Aris. Nisikie neno la Bwana. Ndio. Ninayemtumikia. Amina. Andika habari za mtu huyu. Andika. Na jina lako linakutanishwa hapo. Ndio. Andika habari za mtu huyu fulani. Amina. Kwamba hana watoto. Amina. Na hakuna atakayefanikiwa. Hakuna. Katika uzao wake wote. Na kuweza kuketi. Neno kuketi kwenye kiti manake ni kumiliki kabisa. Ni kutawala. Hakuna atakayeweza kutawala biashara. Hakuna atakayeweza kutawala chochote. Hakuna. Kiwe cha kiroho cha kimwili. Hakuna. Hawatajimudu. Ndio. Watu hawa. Hali zinaandika tayari. Ndio. Na ilishaandika. Amina. Inatekeleza. Amina. Sasa kazi kwa walioandikiwa hizo habari. Ndio. Kama hawana maarifa kufuta. Ndio. Manake hicho ni kifungo cha vizazi na vizazi. Amina. Hicho ni kifungo cha vizazi na vizazi. Hawa waliopo watapita. Yes. Na watakao kuja watakutana kile kifungo. Kwamba habari za watu hawa wa ukoo hakuna kufanikiwa. Wanajikuta kuanzia mababu walikuwa maskini. Mpaka watoto ni maskini. Amina. Mpaka wajukuu ni maskini. So kuna habari mbaya ambayo iliandikwa juu ya Aris. Amina. Aris ni kitabu cha dunia. Kinachoandika habari. Amina. Aris ni kitabu cha kiroho. Amina. Aris ni kitabu cha kiroho. Aris ni kitabu cha kiroho. Kinachoandika habari njema au mbaya. Amina. Wanaweza kuandika habari zako njema. Amina. Kupitia kitabu cha Aris. Kama unapofanyia biashara. Amina. Kama nimekuja kuandika habari njema kwenye kitabu hiki cha mahali ambapo nafanyia biashara. Wateja watapita. Wateja watakusanyika. Naona shanga. Naona shanga. Bado hujanielewa. Naona umelala. Nimekuja kuandika habari mpya. Bibi yangu akufanikiwa kibiashara. Baba yangu akufanikiwa kibiashara. Lakini mimi uliyezuia babu yangu, uliyezuia bibi yangu, ukanizuia na mimi. Andika habari zangu kwamba mimi nimefanikiwa, kwamba mimi nimebarikiwa. Kila nitakapokwenda nitakubalika machoni pako. Kila nitakapokwenda nitakuwa na kibali kwenye mioyo ya watu wote. Sema amen. Amina. Aris katika mabaya. Unapita kwenye Aris iliyoandikiwa mabaya. Ambaye Aris nisikia neno hili. Hakuna mtu atakayekuja kukukalia akafanikiwa. Hakuna mtu atakayekuja kukujenga akafanikiwa. Hakuna mtu atakayekuja kukaa hapa na kuanzisha chochote kikafanikiwa. Wanashangaa watu eneo hilo, maisha yao wote yanafanana. Hakuna anayeenda mbali, hakuna anayefanya vitu vikubwa, hakuna anayestawi. Watanisha vitu wakitaka kuinuka kidogo wanashusha nafasi. Kinachowashusha wakijui kumbe liko neno liliandikwa kwamba Aris likia neno hili anakuja mtaka hapa. Akipata pesa umwe, akipata pesa ugue, akipata pesa ugue, au isitokee taarifa mbaya kwao za misiba, za kuuguza. Hizo pesa zote atumike huko, hizo pesa zinasambaratike huko, zinaputike huko. Hayo Aris zinatoa marufuku
Kuna kufanikiwa hapa. Na kuna maeneo pale pengine. Yes. Hakuna aliyewahi kukaa pale. Hakuna. Kwenye ile nyumba. Yeyote atatoka na cheka. Amina. Atatoka na furaha. Amina. Kila aliyewahi kukaa kwenye nyumba hiyo. Kila yote aliingia vizuri. Ndio. Anatoka vibaya. Anatoka aliingia na furaha. Yes. Anatoka na machozi. Anatoka na huzuni. Aliingia ndio yakijua vizuri. Yes. Asitoka ndio imevunjika. Aliingia na usana yake vizuri. Yes. Anatoka na usana na migogoro. Kwa sababu aliza mahali kwa nyumba hiyo. Inanewa mabaya. Inanewa mabaya. Inakuja kunena kinyume cha maneno yale. Yaliyo neno kwenye ile ardhi ya mahali unapoishi. Kama kuna mahali unaisha unafanya biashara. Kama mamlaka jina la Yesu. Kama mamlaka jina la Yesu. Ile eneo inakwenda kukukubali. Inakwenda kukukubali. Kubarika. Maisha yako yatakubarika. Hata ardhi itakukubali. Kiwa cha ardhi kitanena mema juu yako. Kitanena mema juu yako. Masikio ya ardhi yatasikia habari njema juu yako. Nasema macho ya ardhi yatashuhudia mema juu yako. Macho ya ardhi yatashuhudia mema juu yako. Nasema macho ya ardhi yatashuhudia mema juu yako. Na kinywa cha ardhi kitanena mabaya tena juu yako. Kitanena mema juu yako. Utakapo ikanyaga ardhi itanena mema juu yako. Ukienda ukanyaga ardhi ya magharibi itanena mema juu yako. Ukienda ukanyaga ardhi ya kaskazini itanena mema juu yako. Ukienda ukanyaga ardhi ya kusini itanena mema juu yako. Haitanena mabaya tena juu yako. Kwa sababu shughuli kubwa ambayo nimekuja kuifanya ni kuhakikisha wewe unatenganishwa na mabaya yote yaliyokuwa yameunganishwa kwenye ardhi na unaunganishwa na mema yote yaliyoachiliwa kwenye ardhi. Utaelima ardhi itakupa chakula. Unafanya biashara juu ya ardhi unafanikiwa. Na utaolewa kwenye ardhi utafanikiwa. Na ardhi inaolewa. Nchi inaolewa. Ndio. Sema amina. Kipindi ardhi inaolewa. Amina. Alikaza. Ndio. Kipindi na liposikia mtu anaanza kuishi kiuguni ili kurogwa na wachawi. Ndio. Linapita kwenye ardhi. Amina. Sema amen. Amen. Hakuna wanayemroga kwa angani. Amina. Wachawi wanataka kumroga mtu. Ndio. Lazima wapande madhabahu. Amina. Lazima wapandie madhabahu. Amina. Madhabahu ziko juu ya ardhi. Sema amen. Amina. Kwa wanasemesha zile madhabahu. Ndio. Wale makuhani ambao wameteuliwa na kuchaguliwa na kuitwa kwa ajili ya kutumika kwenye hizo madhabahu. Amina. Wanaisemesha ile madhabahu. Ndio. Na kumeleza Mungu wao kile wanataka kifanyike. Amina. Wanapotoa maelekezo tayari yale maneno waliotamka juu yako yanaanza kusafiri kuja kwako. Amina. Yanaanza kusafiri kuja kwako. Amina. Kuna jikuta vitu vinaharibika. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu iko madhabahu. Iko. Iliyopo juu ya nini? Ardhi. Ya ardhi. Amina. Juu ya ardhi. Amina. Juu ya ardhi. Amina. Na madhabahu hiyo tayari nyuma yake kuna kuhani. Ndio. Kuna kuhani. Yupo. Niwefundisha nikwambia kwamba unapoangusha madhabahu usisahau kuangusha na kuhani anayesimama madhabahu. Amina. So ukiangusha tu madhabahu kuhani akabaki kesha anajenga nyingine. Anajenga. Utajikuta unashambuliwa kama vile vile. Amina. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwa mnaenda na kuhani. Madhabahu haijengi. Ni kweli. Madhabahu inajengwa. Amina. Kwa lazima angushwe kuhani na madhabahu yake. Amina. Iangushwe madhabahu na kuhani wake. Amina. Ukiangusha kimoja utendaji kazi wa roho zilizoruhusiwa kwako utaendelea. Ukimangusha kuhani madhabahu ikabaki bado hauko salama. Amina. Na kuangusha madhabahu kuhani akabaki hauko salama. Amina. Kwa hiyo vitu vinaenda sambamba. Ni kweli. Kuangusha madhabahu na kuhani. Na kuhani watu kuangusha kuhani na madhabahu yake. Sema amen. Amina. Sema amina. Usiangushe tu kitu kimoja. Ni kweli, kitu kimoja. Sasa watu wengi wanapoenda kwenye ibada za ukombozi wa ardhi wao wanajua wanadili na udongo. Amina. Wanajua ni kudili na nini? Na udongo. Hawajui kama wanadili na vitu vilivyoachiwa kwenye ule udongo. Amina. Sema amen. Amina. Kuna vitu ambavyo vimeachiwa kwenye udongo. Amina. Leo utaona kimbembe hapa. Ndio. Unaona ukombozi kama wale. Amina. Kuna ukombozi wa mafunuo ambao nimepewa. Amen. Sema amen. Utakaposhika tu udongo
moja. Ndio. Hata punje moja. Ndio. Alafu tutapita nayo. Amina. Tushike wote. Ndio. Tushike wote. Wote, kuhani na mashirika. Tushike wote. Yes. Utaona kitakachotokea. Amina. Amina. Kwenye hiyo ardhi. Amina. Ardhi nyingi zina shida sana. Ni kweli. Nyingi zinaumwa. Kweli. Ardhi nyingi zina mapoza. Magonjwa. Amina. Magonjwa mapoza. Amina. Kwa ajili ya biashara. Magonjwa mapoza. Ndio. Kwa ajili ya ndoa. Amina. Magonjwa mapoza. Ndio. Kwa ajili ya huduma. Amina. Magonjwa mapoza. Ndio. Kwa ajili ya uzao. Amina. Ardhi nyingi zina magonjwa. Kwa maana nasema ikiwa watu wangu wamejinyenyekesha mbele zangu na kuomba, mimi Bwana nitasikia na kuiponya ardhi yao. Amina. Nchi yao. Ndio. Neno kuponya, hakuna kitu kinaponywa bila kuumwa. Hakuna. Sema amen. Amen. Anaposema nitaiponya ardhi yao, maana yake ardhi inaumwa. Inaumwa. Sema amen. Amina. Anaposema nitaiponya nchi yao, maana yake hiyo inafanya inaumwa. Inaumwa. Amina. Inaweza kuwa inaumwa kwenye eneo la biashara. Amina. Biashara haziani hapo. Ni kweli. Inaweza kuwa inaumwa kwenye eneo la ndoa. Amina. Watu waliopo kwenye ndoa, waliopo kwenye ardhi. Amina. Ona amani ndoa zao. Amina. So kuna ugonjwa wa ardhi unaohusiana mambo ya ndoa. Amina. Sema amen. Amen. Inaweza kuwa inaumwa kwa ajili ya uzao. Ni kweli. Shangaa watu wazaa. Amina. Ukizaa watoto wanakufa. Mimba zinatoka. Kichwa bado changa. Kwa sababu tayari ardhi hiyo inaumwa. Ugonjwa ndio ugonjwa kutoa mimba. Amina. Sema amen. Amina. Sema amen. Amen. Mwingine akifanya ufugaji, ndio mifugo inakufa yote. So ardhi inaumwa. Inaumwa. Ni sasa na mtu akiumwa. Ndio vipi ukimbebesha kitu? Habebi. Mtabana umwa. Hawezi kubeba. Sasa huu mzigo nipelekeze mfano. Hawezi. Hawezi. Unaweza? Siwezi. Sasa mbona ardhi unaibebesha? Wakati inaumwa na lazimisha kufanya biashara hapo. Na inaumwa, unajua sasa hii inaumwa hii. Haiwezi. Hii inaumwa hii. Ndio unalazimisha kuendelea kufanya biashara mahali ambapo pana nini? Anaumwa. Mgonjwa huyo. Mgonjwa endelea kubebesha hii mzigo. Sema amen. Amen. Una miaka 10 sasa. Ndio unafanya biashara hapo. Amina. Kila mmoja anajaribu inakufa. Kila mfanyikazi anafeli. Amina. Tunaharibika. Ndio. Hakuna mwaka ambao ulifanya biashara hapo. Ndio ukatoka unashangilia. Amina. Ukatoka unacheka. Amina. Ukatoka unafurahi. Amina. Maana hiyo ni ishara ndio kwamba ardhi ambayo unapofanya biashara inaumwa. Inahitaji tiba. Amina. Inahitaji tiba. Amina. Inahitaji maombi. Amina. Sema amen. Inahitaji tiba ya ardhi. Inahitaji maombi ya ardhi. Inapofanywa tiba ya maombi, itapona hiyo ardhi. Na inapopona, Mungu anasema nitasikia. Maombi ya watu waombayo mahali ya hiyo ardhi. Nitasikia. Nami nitashuka. Nitatembea. Nitakuwa nao. Nitaishi nao. Kwa sababu ardhi imepona. Haina kuwashako. Haina ugonjwa utapia mlo. Haina magonjwa kuharibu mimba. Haina magonjwa kuharibu biashara. Haina magonjwa kuharibu ndoa. Haina magonjwa kuharibu uzao. Haina magonjwa kuharibu familia. Imeponywa. Hayo Mungu anasema nitasikia. Na chochote utakachokisema Mungu atasikia. Na Mungu akisikia, ardhi zimesikia. Mungu zimesikia. Hapo unaanza kuona baraka zao zikitiririka kama maji. Zikitiririka kama maji. Zikitiririka kama maji. Zikitiririka kama maji. Kwa sababu uponyaji umetendeka. Uponyaji umetokea. Mahali palipokuwa na ugonjwa. Mahali palipokuwa na ugonjwa. Unaanzisha ujenzi wa malezi. Unapanga vipangike. Unasema nitanunua tofali. Nitanunua bati. Nitanunua kenchi. Biashara unazo. Kazi unayo. Lakini nyaki inazidi kusonga. Hata zinanunuliwa. Nyaki inazidi kusonga. Bawa zinanunuliwa. Kasara zinanunuliwa. Hiyo ni kwa sababu mahali ambapo nataka ujenge panauma. Hataki kubebesha mzigo wa nyumba. Panaumwa. Lazima na maarifa kiroho na Mungu. Ujinga tutoke. Maandiko yanaweka wazi.
wazi kwamba ikiwa watu wangu watajinyenyekesha, neno kujinyenyekesha maana yake ni kwenda mbele za Mungu. Kwenda mbele za Mungu kwa kumaanisha ukiwa unamfikiria Mungu peke yake, ukiwa unamwachilia yeye peke yake, hakuna kingine unakifikiria. Maana kumenyenyekea mbele zake sana, na unaponyenyekea mbele zake sana, anasema nitasikia. Unyenyekevu wao na maombi yao yaombayo hapo nitasikia, nami nitaiponya nchi yao ambayo inaumwa, ambayo ina magonjwa, nitaiponya nchi yao. Na baada ya kuiponya nchi yao, tayari wataanza wataanza kwenda kwenye viwango vya juu. Wataanza kupandishwa mahali ambapo walikuwa hawajawahi kupandishwa. Utaanza kufanya vitu ambavyo ulikuwa hujawahi kufanya. Utaanza kwenda hatua ambazo hujawahi kutembea. Utaanza kushika vitu ambavyo hujawahi kushika, kwa sababu nchi ambayo unapoishi imestawi, imepona, iko njema, iko sawa sawa, iko sahihi, haina ugonjwa. Ile hali ya kutoka na mimba, ile hali ya kutokushika mimba haitakuwepo tena. Ile hali ya kutokuzaa faida haitakuwepo tena. Zitaanza kuzaa, zitaanza kuzaa. Wateja watazuiliwa hapo, biashara zitazuiliwa hapo, mjengo utazuiliwa hapo, kila kitazuiliwa hapo, ushirika utazuiliwa hapo, huduma utazuiliwa hapo. Kila kitakachofanyika juu ya ardhi hiyo kitaenda mbele, kitaenda mbele, kitaenda mbele, kwa sababu hakuna tatizo tena, hakuna changamoto tena, hakuna shida tena. Chochote kitakachokifanya kitaenda mbele, kitaenda mbele, na kila atakayekuja hapo akianzisha chochote kitasonga mbele, kitasonga mbele, kwa sababu hakuna changamoto tena. Wale watisha kufanya vitu kwa changamoto. Sema Mungu. Chanzo cha kufeli kwa maisha ya watu wengi ndio mahali pale wanazoishi. Amina. Pana shida. Amina. Chanzo cha kufeli kwa huduma za watu wengi ndio mahali pale wanapofanyia huduma. Amina. Pana shida. Pana shida. Chanzo cha kufeli kwa biashara za watu wengi ndio ni kwamba mahali wanapofanyia biashara watu hawa ndio pana shida. Pana shida. Chanzo cha kufeli kwa ndoa za watu wengi, chanzo cha familia za watu wengi ni kwamba mahali walipoolewa na ardhi wanaoishi, amina, ina shida. Ina shida. Amina. Na kwa habari zinaweza kukataa ndio kulingana na neno hilo litakuwa. Amina. Wangapi wameshatamkia ardhi zao habari njema?